Mwaka 1961, mwaka wa mabadiliko, mwaka wa matumaini, mwaka wa uhuru wa Tanganyika, lakini mwaka wa mwanzo mpya kwa lugha ya Kiswahili. Katika mwaka huu wa kihistoria, Tanganyika ilijikomboa kutoka katika makucha ya ukoloni wa Kiingereza na kujitangazia uhuru wake rasmi tarehe 9 Disemba. Ulikuwa ni wakati wa kujitafuta upya, si tu kisiasa, bali pia kiutambulisho. Na moja ya maswali makuu yaliyokuwa mezani, tutatumia lugha gani kujenga taifa letu jipya? Wakati mataifa mengine yakihangaika kuamua kati ya lugha za kikoloni, Tanganyika chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilichukua msimamo thabiti kwa kutangaza Kiswahili kuwa lugha ya taifa. Uamuzi huu haukuwa rahisi, lakini ulikuwa kishujaa na wa kizalendo na wenye maono makubwa. Kiswahili kilichaguliwa kuwa chombo cha mawasiliano ya kisiasa, elimu ya umma na mshikamano wa kitaifa. Tanganyika ilikuwa taifa la kwanza barani Afrika kuchukua hatua hiyo ya wazi na kukikumbatia Kiswahili kama nguzo ya taifa wake. Mwaka 1961 ulileta mabadiliko makubwa serikalini. Mawaziri, wabunge na viongozi wa serikali walihimizwa kutumia Kiswahili katika hotuba na mijadala. Lugha iliyokuwa ikihusishwa na mtaa au sokoni sasa ilianza kupenya kwenye majukwaa ya bunge na meza za uamuzi. Mwalimu Nyerere hakuishia tu katika maneno, alikuwa kiongozi wa vitendo, akiamini kuwa uhuru wa kweli ni ule unaoeleweka kwa wananchi. Alisisitiza kwamba maendeleo hayawezi kujengwa kwa kutumia lugha ya wageni. Kwa sababu hiyo, mwaka huo huo alianza kutafsiri vitabu vya kifalsafa na kisiasa kwa Kiswahili, kuonyesha kuwa lugha hiyo ina uwezo wa kubeba uzito wa maarifa na fikra pevu. Wakati huo huo, maandalizi ya kuanzisha mifumo ya kitaasisi kwa ajili ya Kiswahili yalianza kuchukuliwa. Serikali ilianzisha mijadala kuhusu uandishi wa kisarufi ya Kiswahili, uundaji wa istilahi mpya na mabadiliko ya kielimu kwa lugha ya Kiswahili. Hili lilikuwa ni jambo jipya kabisa. Viongozi wa elimu walihimizwa kufundisha somo la Kiswahili kwa ufasaha, si kama lugha ya pili, bali kama lugha ya kwanza ya taifa. Ingawa bado kulikuwa na changamoto ya vitabu na mitaala, moyo wa Kiswahili ulianza kudunda kwa nguvu mpya tangu mwaka huo. Zaidi ya yote, mwaka 1961 ulitoa ujumbe mzito kwa mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Kiswahili kina thamani. Kiswahili kina uwezo wa kuunganisha taifa. Kiswahili si cha kabila fulani tu, ni lugha ya watu wote. Kwa hiyo, ndugu mtazamaji wa Shasaki TV, tusipotazama mwaka 1961 kama msingi wa maendeleo ya Kiswahili sanifu, tutakuwa tumepuuza nguzo kuu ya historia ya lugha yetu. Ulikuwa ni mwaka wa maamuzi magumu, maono makubwa na hatua thabiti za kufanya Kiswahili kiini cha utaifa, elimu na mshikamano. Na leo tunapozungumza Kiswahili katika majukwaa ya kimataifa, tunapaswa kukumbuka alama ya mwaka 1961, mwaka ambao tulichagua lugha yetu wenyewe kama sauti ya uhuru wetu.